Kila mwanamke ana ndoto ya kuwa na yule mtu ampendaye, hususani kupata yule ambaye ni ubavu. Lakini kwa dada yetu Nadia imekuwa tofauti. Kila mwanaume anaokuwa naye anamwacha. Leo anaye, kesho anamtupa. Sio kwamba ana madhaifu, na kwa ana mtonyo wa hali ya juu. Siku nzima leo alikuwa kileni kwa sababu ya mwanaume. Lakini shangazi yake alipompigia simu, akamwambia, "Shangazi, leo tena nimeachwa. Kila siku mimi naachwa. Mimi na mkosi gani?" Shangazi akamwambia, "Nadia, wewe ni binti mzuri sana. Sio kwamba una shida yoyote, lakini kosa ni kwamba unapata mwanaume ambaye sio sahihi." "Shangazi, mimi mbona najitahidi, ninapenda." "Sikiza nikwambie mtoto wangu, vumilia. Mungu atakupa yule ambaye atakustahili. Hebu kuwa kama mtu mzima. Mwanaume wa kweli anakuja, analetwa na Mungu mwenyewe." Binti akaelewa, akaeka simu. Maneno ya shangazi yalimtia moyo. Si unajua watoto wa kike ni maneno madogo tu yanawapa faraja. Huku upande wa pili kuna mwamba mmoja anaingia. Nadia akiwa anaongea na simu, ilikuwa ni mazingira ya nyumbani kwao. Huyu mwamba anaitwa Jato. Ni mjamaa wa matotos, yani namaanisha yeye na mademu ni ana kwa ana, ni ugali na dagaa kila wakati. "Dada samahani, naweza nikapata kampani na wewe, tukapata dina hivi? Achana na mimi, naomba uniache." Mrembo, hebu twende. Usinishike. Naomba unikome." "Isiwe hivyo, nitakuitia polisi." "Polisi?" Jamaa alivyoona hivyo akaweka shati kake akaondoka, lakini alimaindi kishenzi. Nadia hakujali. Lakini upande wa pili, mwamba akiwa kwake, kuna binti alimletea mzigo. Kama unavyojua mwamba ni mzee wa totos, akamwambia, "Sikia nikwambie, mimi nakuwekea muamara mkubwa, hebu check simu yako." Demu alivyoona akasema, "Wewe si ndo mwanaume?" Jamaa hapa akachukua mapoint, akamwambia, "Unajua ni binti moja mzuri. Unaonaje tukatoka kidogo hivi, tukaingia chumbani, tukabadilishana?" Binti kwa hela ile, achanganyikiwa. Akabidi akitangulize, akipeleke mwenyewe. Jamaa kama kawaida yake akaichapa. Alivyomaliza, kama unavyojua wanaume, hapa na washikaji zake, kuna Beni, kuna Max na kuna Jux. Akawapa mchongo, "Jana nimeichapa." Yani kaela tu kadogo, mtoto kaingia online hivi mpaka kianika mwenyewe. Upande wa pili tunamuona Nadia akiwa katika sehemu ya starehe. Muda si punde akaingia Jato akiwa na mshikaji wake. Akamwita waiter, akamwambia, "Unamwona huyo binti? Kila chochote aagize nitalipa." Dada akasema, "Hapana, hata mimi naweza nikakulipia." Mshikaji akasema, "Dem naye, wewe tena kaka unikome." "Unajua nini? Sijari. Mimi kaka koma. Nimekuambia hata wewe naweza nikakulipia." Nadia akasepa zake manzee. Mshikaji limuuma sana. Jato siku nzima alikaa, haijawahi kutokea na kuambia yeye ni akitaka anapata. Yani hata hela anatumia kila kitu. Ilimuuma. Upande wa pili, kama unamkumbuka yule binti aliyoleta mzigo, amekuja kumuulizia mwamba. Na mwamba kama unavyojua, yeye kichapa amechapa. Mwanae alipoenda kumwangalia akarudisha taarifa kwamba mwamba hayupo. Demu akaamua kuondoka zake, lakini mshikaji alikuwa ndani. Akachungulia, akasema, "Yani hawa wanafikiri mimi ni wakukana kushinda nao." Sema, "Mwanangu umeua, yani unalichezea kama zezeta." Upande wa pili tunamwona dada moja anaitwa Cindy, aka Cindy Skitu. Unajua watoto wote mablack wote siku hizi ni maskitu. Hapa alikuwa anampigia simu Jato. Jato kampa mimba, afu demu kapima kakuta ana mimba. Kwa hiyo analia, anaumia. Jato apokee simu. Upande wa pili huku Nadia alipata traffic ya gari lake. Jato akapata kamwanya kakuongea naye, akajitetea, akarekebisha, akamwambia, "Mimi ndo kontawa." Mwisho wa siku mambo yakakaa akajiseti. Mwamba akakileta nyumbani, kidada cha watu kikaingia mkenge, maskini hadi huruma, akataka kunyonya mate. Kumbe ilikuwa ndoto. Mwenetu ni Ruru. "Oya vipi?" Mshikaji alimaindi. Yani mimi ndoto yangu nimeota, nilikuwa nataka ni unyonye. Upande wa pili huyo Cindy akaja kumuulizia Jato nyumbani, lakini akaambiwa yupo. Cindy karudi nyumbani stress kibao. Jato kamkataa, mtoto ana mimba. Ni muda sasa mwamba amekuwa haonekani nyumbani. Washikaji zake walikuwa wanamtafuta, wakapata taarifa kwamba kuna mtu amepatikana kituo cha polisi, lakini walivyoenda wakakuta sio yeye. Wakajiuliza, mwenetu kaenda wapi? Kumbe mwenetu alikuwa amefungiwa na Nadia siku zote hizo. "Jamaa mnanitafuta nini? Mimi nilikuwa kwa mtoto Nadia." Nadia ameingia mkenge. Kweli mwenetu? Nimempata. Kumbe mwenzetu alikomaa mpaka Nadia akaingia kwenye mkenge. Hapa ni siku nyingine anakula dina, anajitambulisha, "Bana mimi nina mabiashara yangu." Nadia akamwambia pia, "Mimi baba yangu ni mfanyakazi wa serikali na makampuni makubwa, lakini napenda kujitegemea." Mwamba akamleta maskani mazee. Washikaji walivyomuona wakampa masifa kama ndo shemeji mara ya kwanza anaonekana kwenye mtaa huo.
mimi ni mwaminifu. Nadia akampa taarifa shangazi, nimepata mtu mustaarabu tena mwenye mapenzi ya dhati. Upande wa pili washikaji tunaona wanakula, wanasifia chakula, sisi chakula kitamu. Hatujai kula chakula kama hichi. Kumbe nani ndo alipika? I say Nadia anapika. Shemeji unapika. Yaani umepika kama Kipala Brandi anapopika kwenye The Bodyguard. Shikaji Kipala Brandi. Unapika shemeji. Baada ya chakula waliingia kitandani, wakaanza kupeana maneno mazuri. Unajua bana, wewe ni mwanamke ambaye nimetokea kukupenda sana. Nadia naye akasema, mimi nimekupenda sana, lakini kwenye mapenzi nimeumizwa sana. Natamani wewe mwaminifu, unioe. Jamaa kana muangalia, lakini ndani ya moyo si unaelewa babu, ni chapo iende. Mwamba baada ya kuichapa, oya, shemeji yenu anakuja. Sasa mimi naondoka, mkamwambie sipo. Nadia, shemeji, Mwamba yupo ametoka. Kwa hiyo unaweza ukaja kwa baadaye. Kisha Nadia alivyoambiwa vile akalizika, akaamua kuondoka. Upande wa pili huyu ni Juksi. Juksi aliamua kuja kumwagika kwa Nadia live. Akamwambia, unajua bana, yule Mwamba yetu ni mshikaji wetu. Wewe anakuchezea tu. Yaani wewe ni wengi. Yaani namaanisha jamani, anachezea, anabamiza na kuacha. Nadia kuamini, akasema hapana, wewe unanidanganya. Upande wa pili washikaji wakamaindi sana. Wakamwambia Juksi, wewe ni snitch. Kwa nini umeenda kumwambia? Na Mwamba ngoja haje tutamwambia. Juksi akasema sio vizuri, lakini Mwamba alipokuja akamtetea Juksi, akamwambia kila kitu mnachokisikia mimi ndo nimemwambia Juksi akamwambia. Kwa hiyo acha naye na Juksi. Asikwambie mtu washikaji walimind. Yaani walimind. Na unajua kwa sababu gani washikaji walimind? Yaani walipenda chakula anavyopika Nadia. Yaani walimind. Yaani stori za siku hiyo zilikuwa ni za kumtetea Nadia, lakini Mwamba haelewi. Akasema mimi na baruza na hacha mwenetu, si umlete tu, hata wanapika tu na baruza kidogo. Msosi wa Nadia kwa kweli ulikuwa mtamu. Kama ni Kipala Brandi alitoa kozi ya chakula, basi alitoa kozi yenyewe. Upande wa pili mshikaji akasikia sauti ilikuwa inaita, lakini akawa anasikiza kwa makini natokea wapi. Kusikiza kwa makini zaidi, anajiuliza sauti inatokea wapi. Imekuwa tena ikimwambia na ikizungumza. Tena inazungumza sehemu za, yani inamaanisha sehemu za siri. Sauti inazungumza. Akamwambia shikaji, unajua nini? Yaani mtu anazungumza, tena anazungumza kwenye sehemu za siri. Za siri? Za siri? Anazungumzaje? Oya, anazungumza ya siri hao. Inabidi uende kutafuta hata mchungaji. Okay. Mshikaji akasema hii ni kweli. Inabidi nimuone pasta. Akaja kwa pasta. Akalia pasta, kitu yangu haisimami, hafu inazungumza. Mshika mkono. Pasta akamwambia, akasema ninaona wewe ni mtu ambaye unarara na wadada unawachezea. Hapana pasta, mimi sio mtu wa hivyo. Mimi sio mtu wa hivyo kabisa. Yaani si ghafla ikazungumza na pasta alisikia, akasema ndio pasta, mimi ni kweli narara na wadada. Pasta akamwambia kwamba wewe kijana, yani wewe unatakiwa ungame dhambi zako, tena upige magoti uombe, kwa sababu kuna kitu kinakusumbua katikati ya wadada wamekufanyia. Akaomba sana pale. Mshikaji akamsifia mshikaji wake, akamwambia naona ngoma yangu imekaa sawa. Kumbe alikuwa anawadanganya. Alimdanganya mwanao kwamba ngoma imekaa sawa na sasa hivi asikii sauti, lakini ulikuwa ni uongo mtupu sana. Hiyo lengo lote ni kuzuga. Akiwa anasaini mkataba wake kazini kwa ajili ya kupata ofa nyingine ya kazi, akasikia anazungumza. Na ndio ilivyozungumza na washikaji walisikia. Kuna mtu anazungumza. Mshikaji alivyosikia hivyo akakosa confidence. Akashindwa kusaini. Mwamba akawa ni henge. Akarudi tena kuambia washikaji zake, akamwambia ukweli. Yaani ile sauti bado unaisikia. Yaani inaisikia. Jamaa akampa wazo. Wakaambia kwa nini usiwafuate wale wadada ukawaambia. Lakini cha ajabu, mshikaji amelala zaidi ya wanawake 2200. Washikaji mpaka walishangaa. Akamwambia sasa utajua ni nani? Utaona ni nani? Mshikaji akaamua atoke hapa amfuate Nadia. Akamwomba msamaha sana. Akamwambia Nadia, naomba unisamehe. Napata changamoto kubwa. Nakupenda. Nadia hakumuelewa kwa sababu moyo wake ulikuwa umeumizwa zaidi ya hapo. Yaani jamaa aliomba sana. Nadia akamwambia usinisumbue. Akaamua kufungua mlango na kuondoka. Mshikaji alilalamika, aliumia sana. Yaani mshikaji wetu wakaota koma. Upande wa pili jamaa akaja kwa rafiki yake. Dada kama unamkumbuka, ni yule mdada ambaye alikuja kuleta mzigo, alichapwa. Na huyo mbele yake unaomuona ni Cindy. Cindy ni yule dada aliyopewa mimba. Sasa cha ajabu kumbe mshikaji kachapa dada na mdogo mtu. Jamaa akasema, au ndio wenyewe mmemfanyia hivyo kwa sababu amemfanyia hivyo? Akamwambia mimi sijafanya chochote. Kila kitu kilishindikana. Jato ngoma yake libaki kulala.
kila mwanamke aligoma kumsaidia. Oya babu, omba isikukute. Weka kwenye comment hapo, ungekuwa mwanaume ungefanyaje? Na ungekuwa mdada vipi? Ungeenjoy sana. Bila kusahau subscribe account yetu Don Tanya, tuzidi kwa familia, tupate story kama hizi.